Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kunifollow na kuweka comment kama kuna maswali katika mambo kama ambayo yanaweza kuyazungumzia katika namna zake. Tutazungumzia inshallah katika tiba za Kiislamu tukitazama hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimekuja nyingi zikikataza watu kulalia tumbo na mfano wake. Tutazame kwanza moja kwa moja mwanachuoni Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kuna maneno kazungumza, kisha tutazama katika madaktari wanazungumzaje. Anasema Ibn Qayyim wa arda'u an-nawmi an-nawmu ala dhahri, namna ya kulala usingizi iliyokuwa mbaya ni mtu kulalia mgongo wake. Mtu anapokuwa amelala usingizi kabisa akalalia mgongo wake, huo ni usingizi ambao ni namna iliyokuwa mbaya. Wala yadhurru istilqa'u alayhi lirahati min ghairi naumin, lakini akasema katika huo mgongo hapana madhara yoyote kama mtu atakuwa ameuegemeza mgongo wake akalala chali akauwega mgongo wake kwa ajili tu ya, wanasema lirahati min ghairi naumin, kwa maana kwa ajili ya kupumzika tu na wala sio kulala usingizi. Kulalia mgongo hapata kuwa na shida yoyote. Wa arda minhu, na usingizi uliokuwa mbaya, umbili la kulala usingizi lilokuwa baya kabisa kuliko hata hilo la kulalia mgongo, anasema ayanama muntabihan ala wajhihi, ay ayanama fi hali intibahi ala wajhihi, ni kwamba mtu aweze kulalia katika sehemu ya uso wake, alalie tumbo akaweka uso, akaulalia uso wake. Hii yote ni mbaya zaidi kuliko hata kulalia mgongo wenyewe katika usingizi. Lakini anasema akatoa hadithi hapa, anasema Aish ibn Tafkhat al-Ghafari, kutoka kwa huyo Tafkhat al-Ghafari radiyallahu anhu, anasemaje huyo Aish? Akasema qala abi, amesema baba yangu, aliniambia baba yangu, au kasema baba yangu. Ya Aish anatuambia alisemaje babake? Bainama ana mudtaji'un fil masjidi ala batni, siku moja nilipokuwa nimelala msikitini, kwa nimelala lakini nilikuwa nimelalia tumbo langu. Idha rajulun yuharrikuni, mala ghafla nikaona mtu ananitikisa tikisa birijili, anatumia mguu wake kunitikisa tikisa. Faqal, akasema yule mtu kabla sijamtazama, nilikuwa nimelala ananikisa, akasema inna hadhihi dhaja'atun yubaghidhuha Allah, hakika huu mlalo uliolala, hiyo dhajaa ni dhajaa mbaya sana ambayo Mwenyezi Mungu anaichukia sana. Huu mlalo uliolala hapo sio mlalo mzuri kabisa kulalia tumbo. Kwa kulalia tumbo, hata kama ikiwa ni usingizi au pasina usingizi, maadamu ukilalia tumbo ukuegemeza tu tumbo chini ukalala, hilo ni marufuku kabisa katika Uislamu, haifai katika namna zake. Kisha akasema akasema baba yake al-Ghafari ambaye alimwambia mwanae maneno haya, akasemaje? Fanadhartu, pindi nilipogeuka na kumtazama vizuri ambaye ananitikisa na kuniambia maneno haya, fa idha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mala ghafla kumbe alikuwa ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akasema mwanachuoni mkubwa katika masuala ya tibi na masuala ya Kiislamu, anaitwa Abi Qarati mwanachuoni anasema hivi, wa amma naumul maridhi ala batnihi, ama mtu atakapolala mgonjwa akalalia tumbo lake, mgonjwa akilalia tumbo lake, min ghairi an yakuna adatahu fi sihhatihi jarat bidhalik, pasina kwamba yani huyu mgonjwa akawa amelalia tumbo lake, lakini wakati anapokuwa na afya mgonjwa huyu huwa halali tumbo, lakini kwa sababu amelalia tumbo kwa sababu imemtokea tu hiyo. Kivipi? Fadhalika yadullu ala ikhtilati aqlin, huenda kwa sababu mgonjwa akili yake imechanganyikiwa tayari. Na kwa nini akili inakuwa inachanganyikiwa akili? Wa ala alamin fi nawahi albatni, au ni kwa sababu ya maumivu ambayo yanapatikana pembezoni mwa tumbo au katika tumbo, kwa anajitahidi kulalia tumbo ili kupunguza maumivu. Kwa hiyo mtu huyu kama mgonjwa akilalia katika namna hii hakuna mushkili kwa sababu ya namna ambayo imempata, lakini kwa mtu ambaye ana afya sio vizuri kuweza kulalia tumbo. Baada ya kuzungumza hivyo akasema hapa, wakaja kusema ashurah likitabi, wakaja kusema washereheshaji wanachuoni wakubwa katika masala hayo, kitabu cha Abi Qarati ambacho kinaitwa At-Taqadduma, wakaja washereheshaji wakasema li'annahu, kwa sababu kulalia tumbo
khalafa al-ibadata al-jayyidata ila hayatin radiatin au hayatin radiatin, kwa sababu mtu anapokuwa analalia tumbo inakuwa anakuwa ameenda kinyume na ibada iliyokuwa nzuri, kwa sababu kulalia tumbo sio katika mambo yaliyokuwa mazuri. Kulalia upande wa kulia ndio ibada ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha. Kwa kama mtu atakuwa amelalia tumbo lake, anakuwa ameacha ada, sio ibada, ada afwan, atakuwa ameacha ada tajida, namna ilivyozoeleka iliyokuwa nzuri, na atakuwa ameelekea katika hayatin radiatin, atakuwa amekaa katika umbile lililokuwa baya kabisa. Lakini kwa sababu gani? Min ghairi sababin dhahirin, kama atakuwa amelalia tumbo pasina kuwa na sababu maalum, wala batinin, sawa sawa sababu hiyo ni ya dhahiri au batin, huenda na sababu yake binafsi ya kindani ambayo inamsababisha kutolalia tumbo au kinamna gani. Kwa hiyo kulalia tumbo kinamna zozote sio jambo zuri katika Uislamu, sio jambo ambalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweza kulifundisha, ni mambo yaliyokuwa ni mabaya katika namna zake. Ndugu zangu Waislamu, insha Allah, baada ya kuzungumza hivyo, sasa tutakuja kuangalia adhararu an-naumi ala dhahri, ni madhara gani yanayopatikana kulala katika kupitia mgongo, kulala usingizi kabisa kwa mgongo ama tumbo, japo hata kwa kutokuwa na usingizi ukilalia, ni jambo ambalo sio zuri na halifai, ambalo linaweza kuharibu afya ya mtu. Na miongoni mwa maqasid sharia ni muraatu as-sihhati, ni kuweza kuchunga afya. Insha Allah hilqati ya pili inayokuja tutakuja kutazama madhara ya kulalia mgongo, na insha Allah tukifikisha tena katika hilqa ya tatu tutakuja kuangalia madhara ya kulalia tumbo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Follow hapo hizi video ya account yangu, kisha weka comment yoyote. Kama kutakuwa kuna maswali basi utauliza pale, nitaweza kuyajibu katika namna hiyo.